Sasa kama tumekutana leo, hatukujapanga kukutana, kwa hivyo kesho tena tunaweza kukutana. Sasa Yakobo na ndugu yake hawakuachana vizuri, kwa sababu alichukua uzaliwa wa kwanza. Sasa anakuwa na hofu, Mungu amemwambia arudie kwao, lakini iko nakumbuka mambo alifanya nini, alitendea ndugu yake, na kwa sababu alikuwa na akili janja, akatuma watumishi wake, lakini hakuwatuma mikono mitupu. Biblia inasema zawadi inabadilisha akili ya nani? Ya mtu. Akatuma ng'ombe, kondolo, mbuzi, kumtumia ndugu yake mbuzi 250, kondolo 250, ng'ombe 30, ngamia 50, anamtumia kama zawadi, kwa sababu zawadi inafanya nini? Inabadilisha moyo wa mtu. Biblia inasema alipotuma, angalia, nikianza kupatia mbuzi 250, unafikiri mimi nina mbuzi ngapi? Nikianza kupatia kondolo 250, unafikiri mimi na kondoo ngapi? Nikianza kupatia ngamia kwa wakati ile, nikusema gari, nikianza kupatia gari 50, unafikiri nina magari ngapi? Nikianza kukupa ng'ombe 30. Kwa hivyo unataka kusema kama Yakobo alikuwa kilele ya kiroho, lakini pia Yakobo alikuwa kilele ya mafanikio ya kiuchumi. Na kukuonesha alikuwa kilele ya mafanikio ya kiuchumi, alikuwa na wafanyakazi 618. Hiyo ni kampuni. Yakobo alikuwa amefanikiwa kiroho. Yakobo pia alikuwa amefanikiwa kiuchumi. Anafika kilele, anafika kilele. Na sisi kwa kupeana tu 10,000, 100,000, 500,000, mahesabu inakuwa mingi. Ng'ombe 30, ngamia 50, mbuzi 250, kondolo 250. Katika kilele kiasi gani? Lakini namba 3, na napenda nakumbuka kwa pointi ya 10, anasema alipofika pale Yordani, anakumbuka kabisa alipotoka kwa baba yake akiwa anavuka hiyo mto Yordani, alivuka akiwa na kitu moja peke yake, alikuwa na fimbo kwa mkono. Lakini amerudia akiwa na kambi 2 ya watumishi 618, bila kuhesabu wake 4, watoto wake 4, na bila kuhesabu watoto wake wote. Kwa hivyo anakuwa na familia. Kwa hivyo amefanikiwa kifamilia. Alikuwa kilele ya kiroho, alikuwa kilele ya kiuchumi, alikuwa kilele ya kifamilia, social life. Na namba 4, hawa watu wake wote kama walikuwa wanatembea kwa miguu safari hiyo, hawakuwa mgonjwa, walikuwa kilele ya afya. Afya yao ilikuwa mzuri. Na namba 5, Yordani pale walipita pale, ndio sehemu Mungu aliongea naye, anakumbuka. Na Mungu alipoongea naye alimwambia, hii nchi imefanya nini? Imekupa. Kwa ametoka ugenini, amekuja sasa kwa nchi yake. Unajua kuna watu wako Dar es Salaam wana gari, lakini hana nyumba, hana ardhi yake. Na kitu Mungu anabariki mtu, Mungu hakuwa anabariki mtu gari, Mungu hakuwa anabariki mtu ndege, Mungu hakuwa anabariki mtu nguo. Mungu alipokuwa anaita mtu anapokuambia nimekupa ardhi. Kwa nini Mungu alikuwa anapatia ardhi tu? Kwa sababu chochote unaona duniani kinatoka ndani ya ardhi. Kwa hiyo ukipewa ardhi unapewa magari, ukipewa ardhi umepewa mavazi, ukipewa ardhi unapewa kila kitu uko nakiona na macho hapa duniani kinatoka ndani ya ardhi. Sasa amepewa nchi mzima. Angalia siku hiyo tunakaeka 5, unaanza kupiga kifua, unaanza kunyunyuka, unaanza kujiona kwa maana, unaweza hata kutembea na kuringa, lakini yeye ana nchi nzima. Kwa hivyo Yakobo alifika kilele ya maisha, ana nchi nzima ni yake peke yake. Angalia sisi nchi ya Tanzania, wana Tanzania wote, lakini nchi nzima ya Israeli ni mali ya nani? Ya Yakobo. Namba 2, ana familia kubwa ya watu, tuseme 618. Ukichanga wake 4 inakuwa 622. Ukichanga watoto 10, Yakobo hakuzaa watoto 12. Hapana, alizaa watoto 10.
alichukua watoto 2 wa Yusufu. Wakati Yusufu alizaa watoto 2 kabla ya yeye, akawachukua akawafanya kuwa watoto wake, watoto 10 na watoto 2 hapo. Watoto wa Yusufu pia hawakuwajazaliwa, na mtoto mmoja wa kike kwa jina yake Dina. Familia kubwa. Sisi tuna familia watu 3, watu 5, watu 6, lakini yeye ana wake 4, watoto 11. Kwa hivyo inakuwa ngapi? 15 pamoja na 16, na ukichukua watumishi wake. Kwa hiyo kifamilia amefanikiwa. Watu, Biblia inasema katika kitabu ya Mezali, mfalme asio na watu ni mfalme aliye na aibu. Kwa sababu watu, China kama imeinuka na kufanikiwa kwa sababu imetumia watu wao vizuri, na tunataka watu wetu hapa tuwatumie sawa. Ukiwa na watu una mali, ukiwa na watu ukiwatumia sahihi, unafanikiwa na kuinuka. Kwa hivyo Yakobo, maisha yake ya kiroho ilikuwa kilele. Anakutana na malaika, anaonana na malaika. Kwa hiyo spiritual alikuwa mtu wa kiroho. Lakini namba 2, Yakobo alikuwa na kampuni ya kimataifa akiwa na wafanyakazi 618. Kwa hiyo financial, kiuchumi, Yakobo alifika wapi? Juu. Namba 3, Yakobo alikuwa na familia nzuri, social problem, alikuwa na wake, alikuwa na watoto, alikuwa top. Namba 4, Yakobo, hii familia hakukuwa wagonjwa, wote walikuwa na afya nzuri. Kwa hiyo physical walikuwa sawa. Lakini namba 5, walifanikiwa kuwa na yao inchi, walifanikiwa. Sasa swali yangu, ninapoona mtu kama huyu kwa Biblia, na hata Yohana, ukisoma katika kitabu ya waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na 2, unakuta Yohana ikoambia anamsihi mzee wa kanisa kwa jina yake Gaius. Sasa ninakuomba ufanikiwe kwa njia yote. Kuna watu wanafanikiwa kwa njia moja. Unaweza kuta mtu kwa kiroho sana, anaomba sana, Mungu anaongea naye sana, lakini maisha ya kiuchumi zero. Unaweza kukuta mtu mwingine iko kiroho vizuri, kimwili pia vizuri, kiuchumi vizuri, lakini anasumbuliwa na mamagonjwa, anasumbuliwa na matatizo ya kifamilia. Lakini Yakobo maisha yake yote ilikuwa top. Kiroho alifika kilele, kiuchumi alifika kilele, kiafya walikuwa kilele, kijamii walikuwa kilele, kinchi walikuwa kilele. Sasa nataka kujifunza, nataka kuwa top, nifike juu. Nini na nini Yakobo alifanya kusudi maisha yake ifike kilele? Nakwambia, kwa kufanikiwa maisha inahitaji kujifunza tu kwa mtu amefanikiwa. Kama nataka kufanikiwa kiroho, naangalia nani na nani spiritual kiroho amefanikiwa, najisogeza karibu yake, najifunza, naangalia nini na nini alifanya kusudi aweze kufika kilele. Kama nataka kufanikiwa kiuchumi, kaenda kujifunza kwa mtu mwenye amefanikiwa kilini, kiuchumi. Kwa Yakobo kufika kilele, Yakobo alikuwa na siri 7. Ni mambo 7 Yakobo alikuwa nao kwa maisha yake. Haya mambo 7 ilifanikisha Yakobo afike kilele. Na kama sote pia tunataka kufika kilele, hakuna mtu mwenye Mungu amemleta hapa duniani awe chini. Mungu ameleta kila mtu awe juu. Sasa sisi sio mikia. Mikia ni kusema chini. Sisi ni nini? Vichwa. Tunataka kuwa juu. Sasa kwa kutoka chini na kwenda juu, maisha ya Yakobo iliongozwa na mambo 7 au siri 7. Na haya mambo 7 ilisababisha maisha ya Yakobo ipate kuweza kufanikiwa. Tutaenda kuona jambo la kwanza ilisababisha maisha ya Yakobo itoke chini. Mtu mwenye alivuka mto Yordani akiwa na fimbo peke yake, hana hela, hana pesa, hana mavazi mbili, hana mbele, hana nyuma. Lakini huyu mtu anarudia, anakuwa na kambi 2 kubwa, anagawanya watu wamoja kambi. Tutaenda kusoma katika kitabu
ya Mwanzo sura yake 25 mlango wake 20 hadi 23. Genesis chapter 25 verse 20 to 23. Genèse chapitre 25 verset 20 jusqu'à 23. Mwanzo sura yake 25 mlango wake wa 20 hadi 23. Kama umepata sema amina. Basi tutasimama tusome hiyo neno, hiyo nafikiri leo tutakwamia hapo, tutasimamia hapo. Mwanzo 25 Saka akawa miaka 40 Shamu wa Padan-Aram ndugu wa Labani. Saka akamwomba Bwana kwa ajili ya mtu wake, Akawatasa Bwana akaenda mbele na akasema, watoto watokana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa mimi ishi watoto wake. Akaenda akakuza Bwana. Bwana akakuza mataifa mawili ya tumboni mwake, na kabila mbili za watu watapatikana tumboni mwake. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na kubwa litakuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema, mahali tumetoka kusoma Biblia inasema Isaka akafikisha miaka 40, na alipofikisha mwaka 40 akaoa mke kwa jina yake Rebeka. Lakini alipooa mke, unakuta baba yake Isaka, Ibrahim, alikuwa tajiri. Kwa hiyo maisha ya kiuchumi ya Isaka pia ilikuwa wapi? Kilele. Lakini hata maisha ya kiuchumi yake iko kilele, alipooa mke wakajikuta wana matatizo, mama afanye nini? Azae. Kwa hiyo maisha ya kifamilia ina shida, na alikuwa tasa. Na nakwambia hakuna mtu mwenye anataka aina moja ya maisha yake ikuwe na problem. Tunataka maisha yetu ya kiroho ikuwe mzuri, tunataka maisha yetu ya kiafya ikuwe mzuri, tunataka maisha yetu ya kiuchumi ikuwe mzuri, na tunataka maisha yetu ya kifamilia pia iwe mzuri. Na Biblia inasema, huyu mwanaume ndio ananishangaza sana. Biblia inasema Isaka, ni nadra sana. Isaka akaomba Mungu kwa ajili ya mke wake. Mara mingi kwa ndoa watu, mwanaume ulaumu mwanamke na mwanamke kulaumu nani? Mwanaume. Lakini huyu mwanaume alikuwa mwanaume wa aina nyingine tofauti kabisa. Inaweza kuwezekana mke wako akiwa na tabia ya kupendeza, inaweza kuwezekana mume wako akawa na mapungufu. Kulaumiana si jibu, lakini kuombeana ni jibu sahihi. Mchumba anaweza kuwa na mapungufu fulani. Kuna machumba mingi kabisa. Mwanaume huyu Mungu anakuletea ni mapenzi ya Mungu, mwanamke huyu Mungu anakuletea ni mapenzi ya Mungu, lakini kwa sababu huyu mtu si malaika, ni mtu. Hata malaika walikuwa na mapungufu, ndio wamoja walishushwa wakaitwa nani? Mapepo. Unajaribu kuchuja 70% iko mzuri, lakini inawezekana 30% ndio mapungufu. 80% iko mzuri, lakini 20%. Hakuna mtu utakutana na mwanamke perfect mwenye ana mapungufu, na hakuna mwanamke atakutana na mwanaume perfect asio na nini? Na mapungufu, kwa sababu sote ni binadamu. Sasa Biblia inasema Rebeka alikuwa mrembo na alikuwa bikira na msichana wa tabia nzuri, anakutana, lakini hata 1, 2, 3, 4, 5 iko nzuri. Maisha ya Rebeka ina mapungufu. Yeye ni nani? Ni tasa. Na angekuwa mwanaume mwenye hajakomaa vizuri kiroho, angetafuta mke mwingine, angefukuza, angeona hana maana. Lakini kwa sababu anaona mke wake ni mrembo, mke wake ni mtiifu, mke wake ni... lakini kuna tatizo moja, akaomba juu ya mke wake. Na inahitaji tuombe kwa ajili ya familia yetu, inahitaji tuombe kwa ajili ya waume zetu, inahitaji tuombe kwa ajili ya wake zetu, inahitaji tuombe kwa ajili ya wachumba, inahitaji tuombe kwa ajili ya watoto. Ombea ndoa yako, ombea uchumba yako, ombea familia yenu. Hapana kulala bila kuomba, kukumbuka wazazi wako, kukumbuka ndugu zako, kukumbuka. Akaomba kwa ajili ya mke wake, na Mungu akasikia maombi ya Isaka. Na Mungu aliposikia maombi
mke wake akapata nini? Ujauzito. Na Rebeka alipopata ujauzito, angalia ni maombi ya mume, haikuwa maombi ya mhubiri. Akapata ujauzito pacha, watoto pacha, na watoto wakiwa tayari ndani ya tumbo wakaanza kupigana ndani ya tumbo. Na mama aliposikia kuna vita ndani ya tumbo akashangaa, akasema hii nini? Nilikuwa sizai, ilikuwa shida. Sasa tena mimba yenyewe inaanza kuniletea nini? Shida nyingine. Sasa kwa nini? Kuna faida nini kuendelea kuishi? Lakini nampenda mama, nafikiri alijua mimba yake ilitokana na maombi ya nani? Ya mume wake. Akaenda hekaluni, akaenda mbele ya uwepo wa Mungu kumuuliza Mungu. Lakini mara mingi tunapopata shida, watu wanakimbilia watu wanalalamika, watu wananung'unika, watu hawana muda ya kuja mbele ya uwepo wa Mungu. Na hata wengine wanapofika hapa hawamwambii Mungu chochote. Lakini huyu mwanamke akaenda pahali ya kwenda kuambia familia yake. Alikuwa na uwezo ya kwenda kuambia baba yake na mama yake, alikuwa na uwezo ya kuambia hata mume wake, alikuwa na uwezo ya kwenda kuambia marafiki yake, alikuwa na uwezo ya kwenda kuambia wanawake wengine wenyewe wamewahi kupata nini? Ujauzito. Lakini yeye akakimbia. Unapokuwa na problem unakimbia wapi? Unaenda wapi? Akakimbia katika presence ya Bwana. Namba 2, unapofika mbele ya uwepo wa Mungu unachukua hatua gani? Akamuuliza, akaomba. Nakwambia wakati wote ya uombe, hakuna mtu mwingine atapata shida, ni wewe mwenyewe. Na utaiona vizuri kabisa maisha yako, utaiona wakati wote hauombe. Haijalishi umesoma, haijalishi una kipaji, haijalishi una bidii, wakati wote mtu anaokoka au mtu anaenda kanisani aombe, atashangaa. Utashangaa. Utaona watu wakiinuka ukibaki pale. Utaona watu wakisonga mbali ukibaki pale. Utaona hata watu wenyewe walikuwa nafikiri unawazidi akili, wanakuacha na ukiwa na akili. Utaona hata watu walikuwa wanazidi, unafikiri unawazidi kipaji, wanaenda mbele, unabaki pale. Utaona watu hata wenyewe hawakuwa na bidii kama wewe, ukiwa na bidii unabaki pale pale. Akaomba, ningependa omba. Akamuuliza, kuna faida gani? Nimekaa miaka mingi bila kupata mtoto, mume wangu ameomba, mimba imeingia, lakini sasa ndani ya tumbo kunakuwa nini? Vita. Yeye hakuwa anajua ni vitu gani iko ndani ya tumbo. Na wewe hujue ni vitu gani inasababisha kusumbua ukwe maskini, haujue ni vitu gani inasababisha kusumbua usiwe na kuolewa, haujue ni vitu gani inasababisha usipige, kila unataka kupiga hatua inakata, haujui. Ni vitu secret. Mungu akamwambia, ni taifa mbili iko ndani yako. Haujui. Tulipokuwa nateseka, tunakosa pesa, tunahubiri, tunafundisha, tunafanya, tunajitoa kwa maneno ya Mungu, tunaogopa Mungu. Tunaona wengine wanakuja nyuma yetu, wanapita, wanaenda. Ni shida iko nini? Tatizo iko nini? Najaribu kuangalia kipaji nayo, najaribu kwa bidii, kwa maneno ninayo, kujitoa kwa ombi ninayo, hofu ya Mungu ninayo. Shida iko wapi? Ndio maana kuna sababu ya kuomba. Sikudanganya. Unaweza ukatumia nguvu nyingi sana na ukaambulia patupu bila chochote. Ndio Mungu akatuambia sisi ni madhabahu ya kifamilia. Tumetokana na familia maskini. Ndio maana tunatembea huku na huku, kila tunataka kuinuka tunashuka, kila tunataka kuinuka tunashuka, kila tunataka kuinuka tunashuka. Na hii mafundisho mnafikia na fundisho ya madhabahu kutokana na experience yetu binafsi, kwamba tumetembea manchi mbalimbali, tuna utumishi, tuna hofu ya Mungu, tunajitoa kazi. Mimi niko very committed kwa kazi ya Mungu, lakini mnataka kuinuka, kila kitu kinasambaratika. Mnataka kuinuka, kila kitu kwa kila mwaka mko naanza upya, kila mwaka mko naanza upya, kila mwaka mko naanza upya. Mungu akatuambia, na kuna vitu secret yenye vinakuumiza, lakini haujui chanzo yake. Lakini ukiwa 33 tumite, ataitika, atatufunulia mambo makubwa secret.
inayosababisha usiwe kitu, inayosababisha usipate hiki, inayosababisha usende huku na huku. Na alipoomba, ndio Mungu, uzuri wa Mungu, ukimtafuta yeye anapatikana. Aumpate Mungu tu kwa sababu umtafuta. Leta unitafute wakati bado napatikana. Watu wako tayari kutafuta watu zaidi kwa simu. Mtu anataka okay, alikuwa kwa Marekani, rafiki yangu fulani iko tayari apigiwe simu, aeleze problem yake kila, lakini haiko tayari kupigia Mungu simu. Na ni Mungu peke yake ana problem. Wale wote kuna wapigia simu, kila mtu ana shida zake, kila mtu ana problem zake, lakini Mungu peke yake ndio ana problem. Na sababu ni Mungu ndio tajiri mwenye ajifiche dunia nzima. Matajiri wote duniani kila mtu anajificha, hawataki kujua, anaogopa kuomba. Lakini Mungu anataka kuomba. Mungu anataka ueleze problem zako. Na Rebeka alipoeleza matatizo yake mbele ya Mungu, Bible inasema Mungu akamwambia, ni mataifa mbili iko ndani ya tumbo yako, lakini mataifa mbili, mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Na mdogo atakuwa mkubwa kwa nani? Kwa mkubwa. Angalia, mara mingi mambo ya Mungu, kama Mungu anataka kufanya vitu kubwa, anavifanyaka kinyume. Unaona kabisa kinyume na taratibu. Kwa sababu taratibu ilikuwa kwamba mzaliwa wa kwanza ndio anahitaji kuwa bigi. Asa Mungu akanena, na hiyo ndio ilikuwa siri ya kwanza. Unisikilize, mara mingi watu wanafanya vitu mingi kwa maisha yao, vitu je Mungu akuongea kwa maisha yao. Kufanikiwa kwa Yakobo iliongelewa bado akiwa ndani ya nani? Ya tumbo ya mama yake, kwamba yeye atakuwa big. Na ndio nakuta Esau alipambana kuongelewa. Esau alifanya kila kitu, alitumia kila njia na kila mbinu akuwe big. Lakini leo jina Esau duniani haifanye nini? Haijulikani. Alitumia nguvu, alitumia akili, alitumia bidii, alitumia maarifa yote. Kitu ya kwanza inaweza kusababisha mtu afanikiwe, lazima afanye vitu kulingana na vile Mungu amefanya nini? Ameongea juu ya maisha yako. Na Mungu hawezi kuongea kwa maisha yako kama una muda na Mungu. Unajua kuko watu duniani hawajui aswa kwa nini wako duniani, kwa sababu hawajawahi kukaa chini kutafuta uso wa Mungu, kuomba Mungu ajifunue kwao. Mimi ni fulani, mimi ni fulani. Na wakati wote hujajijua wewe ni fulani, usitarajie kwenda bado. Kwa sababu unaweza kuwa unapambana, unangangana na kitu yenye hauko. Na Biblia inasema, nisikilize, katika kitabu ya Hesabu 23:24, 23:20, jaribu kusomea andiko na tunafikiri tusomea hapa. Kwa nini nakwambia? Kusudi mtu afanikiwe kama Yakobo alifanikiwa. Kitu ya kwanza, Mungu alitaka awe bigi. Mungu alisema, na tusikie vile Biblia inasema katika kitabu ya Hesabu, Numbers chapter 23 verse 20. Biblia inasema nini? Nombre chapitre 23 verset 20. Tazama, nimepewa amri kubariki. Yeye abariki, nami siwezi kukataa. Kwa maana hakutazama uovu katika Yakobo, wala kuona ukaidi katika Israeli, wala mauaji pamoja naye, sauti kuu ya maovu katika Israeli. Mungu yuko nyuma yake, nyuma. Mungu yuko nyuma kwa kutimiza neno yake hiyo. 21 au 19 ni 20. Mimi sikusema 21. 23:20. 20 ni hapo tuko, lakini umesema nafikiri 21. 20 nasema 20 nasema tazama, nimepewa amri kubariki.
yeye kubariki Biblia ingine Mungu yuko nyuma kutimiza Mungu. Acha tutakutafsiri hapa. Maandiko inasema nini? Waisraeli walipovuka, wanapotoka Misri wanaenda Kanaani, na mapenzi ya Mungu alisema juu ya taifa ya Israeli, wanatoka Misri wanaenda wapi? Katika nchi imejaa asali na nini. Na Mungu ameongea kwa maisha ya Yakobo. Yakobo atakuwa nani? Mkubwa. Na kile Mungu anasema juu ya maisha ya mtu, Mungu akishasema utakuwa waziri, Mungu akishasema utakuwa mhubiri wa kimataifa, Mungu akishasema utakuwa mfanya biashara, aishie kusema, lakini anafanya kila asubuhi, kila aliongea kwa maisha yako kifanye nini? Kitimie. Sasa Waisraeli wakiwa wanatoka Misri, njiani, mfalme Balaki aliposikia kwamba Waisraeli wanapiga, na kwa wakati hilo kulikuwa nabii, lakini huyu nabii ndio alipewa jina ngapi? 2. Aliitwa nabii na akaitwa mganga wa kienyeji. Na tuna wengi ni manabii lakini ni waganga wa kienyeji. Balaamu. Na kwa nini alibadilishwa jina kutoka nabii kuwa mganga wa kienyeji? Waisraeli walipokuja watu 2,500,000, kila nchi wanapiga, Balaki akapata hofu, lakini alikuwa anamjua mfalme, alikuwa anajua nabii Balaamu, akatuma wajumbe kwake, ambia kuja kwangu, kwa sababu mtu yeyote Balaamu alikuwa na mlaani, alikuwa na laani. Elewa, hiyo ni agano la kale, si agano jipya. Agano jipya watumishi wa Mungu wana ile kibali ya kuwa na laani watu, wataharibu maisha ya watu. Mtu wa Mungu wa kweli, hata kama itokee namna gani, anajizuia. Sisi watu wa Yesu kwa msalaba anapigwa, anafanywa kila kitu, bahali ya walani, akasema Baba wasamehe. Sasa angelaani ingekuwa bala. Sasa kwa agano la kale, watumishi wa agano la kale walikuwa na upako ya kulaani na walikuwa na upako ya kubariki. Hata Mungu anawaambia Ibrahimu, yeyote utambariki atafanya nini? Abarikiwe, na yote atamlaani atafanya nini? Lakini sisi katika agano jipya tuna upako moja peke yake ya kubariki. Kwa sababu nikilaani inashika, na sisi hatukuja kwa agano jipya kuwa kuharibu maisha ya watu. Na Biblia inasema kisasi si chetu, kisasi ni cha nani? Cha Bwana. Sasa alipomwita Balaamu, yeyote Balaamu alikuwa na mlaani, alikuwa na laani, na yeyote Balaamu alikuwa na mbariki, alikuwa anabarikiwa. Akamwita, na Balaamu alituma watu. Balaamu akasema, kaa, mimi siwezi kwenda kufanya kitu pasipo kumuuliza nani? Wanajua madhara ya kufanya vitu vyenye Mungu hataki ufanye. Hata utumie nguvu yako yote, utumie bidii yako yote, utumie akili yako yote, hautaenda mahali popote, hautatokea kuwa chochote. Akaambia, mlalo hapa, mimi nataka kuuliza Mungu usiku, kwa sababu mfalme ndio ameniita niende kulaani. Lakini nataka kuuliza Mungu, inafanana na mapenzi ya Mungu au haifanane na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu ucheze mpira? Hiyo ni swali. Ni swali tu. Ni swali tu. Nilipoacha udaktari familia ni laani, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Lazima kuna watu wana shida kubwa kwa maisha, dhambi kubwa kwao, si wezi, si wazinzi, si waongo, hawana vituko yote, isipokuwa tu wako nafanya vitu vyenye haiko mapenzi ya nani? Ya Mungu kwa maisha yao. Ni akili yake imemtuma kufanya hivyo, ni hisia yake anajisikia kufanya, lakini si aswa hiyo ndio Mungu anataka au. Akamwambia, mlale hapa na lazima mtu ujue, mimi aswa nina, sisi sio mbuzi, sisi sio samaki, sisi sio, tumekuja hapa duniani kabisa kwa mpango fulani maalum. Kama Yakobo alifanikiwa kwa sababu mpango yake ilihitaji yeye ndio afanye nini? Atawale, akuwe mkubwa. Na ndio jina Israeli, kanchi kadogo lakini inajulikana dunia nzima. Na ukiwa na ushirika na Israeli, ni Israeli, na kufukuza bendera ya Israeli kwa nchi yetu, ndio nchi yetu ilipata shida.
tangu mwaka 74 kafukuza, akasema na support Palestine, ndio nchi yetu kaanza kuporomoka karibika. Jana ni nadra sana huyu mtu alifika jana Kongo. Waziri mkuu wa Israeli hutembea, lakini rais wa Israeli hatembei. Alikuwa Kongo jana, na bendera ya Israeli imepandishwa Kongo, na ni bendera ya Kongo peke yake. Ukienda Israeli kwa sasa, iko pale karibu na mahali ukuta moto Eli ilishukaka, iko kwa ardhi yape Kononi. So yeyote anabariki Israeli ndio neno la Mungu. Mungu anafanya nini? Na yeyote analaani Israeli, Mungu anafanya nini? Haijalishi umesoma, haijalishi uko na akili, haijalishi uko na bidii. Sasa Biblia inasema Balaamu akamwambia, keti hapa niulize Mungu, hata kama mnaniambia mtanipa hiki na hiki, niulize Mungu. Mungu akamwambia usiende, kwa sababu wale watu wataenda walaani. Mimi nimefanya nini? Nimewabariki. Mimi mwenyewe nimbariki, waweze kumlaani, usiende. Asubuhi Balaamu akamwambia watu, hata kama mnaniambia mimi, Mungu ananiambia nisende, kwa sababu wale watu niko nataka ni walaani. Wamefanya nini? Wamebarikiwa. Ni kama hao watu uko nataka ni walaani, wao ni maengineer. Hao watu uko nataka ni walaani. Kila mtu alikuja hapa duniani kuna kitu aswa kile Mungu amemletea hapa duniani, na wakati wote mtu hajajua yeye ni nani, ni vigumu mtu kuinuka, ni vigumu mtu kufanikiwa. Na ni swali linahitaji kuwa na Mungu, hiki kitu niko nafanya ndio aswa kabisa kitu umeniitia, mimi ni nani? Wakati wote mtu hajajijua, ni vigumu mtu kuinuka, na Mungu aweze kukuruhusu uende kilele kinyume na mapenzi yake. It is impossible. Mtu anaenda kilele tu kama mtu yuko anafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mimi ni mfanya biashara, mimi ni mtu wa kuajiriwa, mimi ni mhubiri, mimi ni mchungaji, mimi ni mwimbaji, mimi ni mtu. Lazima ujue, isiwe vitu ya kubatiza, na aweze kuijua tu ukitembea tembea. Unaijua wakati unatafuta uso wa Bwana. Watu wengi wamekufa hawakufikia chochote kwa sababu walikuwa nafanya vitu yenye mbingwe kuwatuma hapa duniani wakwe kufanya nini? Waifanya, wakakwama. Na wewe hapana kukwama. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 5 mstari wa 14, inasema hii ndio ujasiri tuko nao mbele yake, ya kwamba kitu chochote tutamuomba ikiwa sawasawa na mapenzi yake, yeye anafanya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hii ndio confidence. Hatuna confidence, ujasiri hatuna wakati tunaomba au tunafanya kitu chochote kenye kiko kinyume na mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Hata kama ni kizuri, saa zingine ni kizuri kwake, ni mapenzi ya Mungu kwake akuwe mfanya biashara, lakini kwako unataka kuwa mfanya biashara. Kwake kwa sababu mapenzi ya Mungu kwake akuwe mwimbaji, lakini kwako Mungu anaitaka. Lazima mapenzi ya Mungu kwake akuwe injinia. Kila mtu ana mapenzi ya Mungu kwa life yake, na lazima utaki kwanza kujua will of God, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu ni nini. Na wale wajumbe waliporudi, walipofika kwa Balaki akavunjika moyo, akakata tamaa, akasema hapana, lazima niwatumie wajumbe wa chini. Akatuma washauri wake, akatuma mawaziri, na wakaenda kumwambia. Mfalme akamwambia, muambie Balaki, usiwe na mtu au na kitu chochote kitamzuia, nitampa mali mingi, nitampatia manyumba, nitampatia kireki, aje tu alaani. Balaamu, usikilize, huyu nabii wa Mungu. Watu walipokuja mara ya pili, akamwambia msubiri hapa, msubiri tena hapa, nimuulize nani? Mungu. Kama na hujakomaa kiroho, utaona Balaamu anafanya kitu nzuri, lakini kama umekomaa kiroho, Balaamu tayari Mungu akishasema hapana ni hapana, na Mungu akishasema ndio ni ndio, na tayari Mungu alishamwambia hapana. Kwa hiyo hakuwa na sababu yoyote
ya kulalisha hawa watu hapo. Alikuwa tunasahau kwamba mfanye nini? Mrudi, kwa sababu Mungu amefanya nini? Haitaki, haiko sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Lakini sababu wamemwekea donge neno ya pesa, ni kama vile mganga kwa kufanya ramli, analipwa pesa, akaona pesa, akaona magari, kwa hiyo kageuka biashara, na ndio maana aliitwa mganga. Akatoa kuwa nabii, akaitwa kuwa nani? Mganga, anafanya biashara ya kiroho. Akaambia mlale, niulize tena. Mungu akamtokea Balaamu usiku, akamuuliza ni kina nani sasa safarini? Mfalme ametuma mawaziri, ametuma washauri, na hapa wameniahidi mambo kubwa, huduma yangu inataka kusonga wapi? Mbele. Mungu akamwambia enda nao, lakini hakuelewa. Mungu anamuona asiki ni kama mtoto ambaye usitoke, anamwambia toka, afanye nini? Enda. Akiwa mjinga anafikiri anaamuriwa, lakini kwa sababu baba anaona mtoto si mtiifu, enda nao. Akaenda njiani, kwa sababu kuanzia Balaamu na Balaki wote wako wanataka kufanya vitu wafanikiwe, lakini kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Punda ikaongea na Balaamu. Walipoenda wako tayari iko nenda mbio, iko naona tayari vile gari mpya, anaona vile atakuwa mhubiri wa kimataifa, anaona vile atakuwa nabii wa kimataifa, international prophet, kwa sababu ameahidiwa mali mingi. Kwa hiyo njia punda, unajua kisha kwa njia yako, macho ya kiroho ifanye nini? Aione. Ni macho ya mwili, kama msichana mzuri, kavulana kazuri, hiyo nzuri, unaona macho ya kimwili. Kwa sababu hakuwa anaona kiroho. Punda, Mungu akaifungua macho, akaona malaika anasimama na taa, kwamba Mungu hawezi kuruhusu inuke, never, kinyume na mapenzi yake. Ataipinga, ataikataa, ataizuia. Hata utumie masomo yako, hata utumie akili yako, hata utumie bidii yako, itakataa. Na lazima chochote, kama tunataka kuinuka, kama Yakobo alienda kilele kwa sababu alikuwa anafanya kile kitu Mungu alitaka awe. Na sote Mungu ametuita kuwa kilele, lakini kwa sisi kufikia kilele kuna kile Mungu anataka tufanye, kile Mungu anataka tuwe. Njiani punda alipoona malaika, punda akakaa chini. Balaamu akaona mtu yuko ananicheleweshea pesa hii, piga punda. Punda ikaongea, mara ngapi umenipanda? Kuna siku nimeona bila uoga. Unajua mimi punda ingeongea ningetoroka mara moja. Ni mbio, ni safari, kwa sababu punda yaongee kama mtu, lakini kwa sababu unaona hela. Na kuna kitu kingine tunapofanya kinyume ya neno ya Mungu, unaona Mungu analeta lugha fulani ya kushtua, lakini mtu hapende kusikia. Nakumbuka dada moja aliolewa na mume alishakufa. Siku ya kumtolea mali, kwa sababu alikuwa anafanya kitu kinyume. Anko yake mwenyewe alikuwa anataka kumtolea, walikuwa kumpa wampe mali, alikuwa anachukua bunduki, pinga masasi, wakatawanyika. Walipotoroka na mwanaume wakaende. Mungu alikuwa anataka olewa na mpagani. Mpaka leo mke wangu anajua mume alishakufa. Yule mume alikuwa ndugu yangu kazini, hawakuzaa, maisha ilikuwa ya shida, bwana mlevi, anapata pesa kila kitu. Wakati wote mtu anaenda kinyume, anataka kufanya vitu vile Mungu anataka, lazima funde. Kunatokea vitu vya kushtua, vitu vile kunachangaza. Mungu kwa kushtua, njia uko unachukua sio njia nini sahihi, mambo unafanya sio mambo nini sahihi. Punda ikaongea, lakini Balaamu hakujali punda kuongea. Afanya kile Mungu anataka afanye, awe mahali Mungu anataka awe. Ndio baadaye vitu vingine vitakuwa kufuata baadaye. Hakikisha na ni maombi yako, maombi ya mtu. Na kama uombe hauwezi kujua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, never. Utakuwa napambana na vitu ya akili yako.
utakuwa napambana na vitu ya mipango yako, lakini hakuna kitu chochote utafanikiwa. Mafanikio yetu yote inatokana kwanza na kufanya vitu Mungu anataka ufanye. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.